Naam, huu ni muda wa michezo kuzungumza mambo ya michezo, na leo ni video maalum kabisa kwa ajili ya taarifa moja kubwa ambayo hivi sasa inazungumzwa sana mjini. Inaandikwa kwenye magazeti, inazungumzwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari, inazungumza television pamoja na radio, lakini pia online platforms kama Facebook pamoja na hapa YouTube. Lakini mimi nimekuja kukuthibitishia ama kukupa ukweli juu ya kauli ambazo zinazungumzwa kuhusu hili jambo ambalo leo nakuja kukupa ufafanuzi. Naam, ni issue ya Henock Inonga Baka Varane, beki wa kimataifa wa Kongo ambaye mara ya mwisho alionekana Tanzania akiwa na Simba Sports Club, na hivi sasa yuko FAR Rabat ya nchini Morocco. Naam, Young Africans bwana ameonyesha interest kwa Henock Inonga Baka Varane ambaye alijiunga na FAR Rabat akitokea nchini Tanzania kutoka katika klabu ya Simba Sports Club, na inasemekana kwamba Young Africans wanatarajia kumsajili Henock Inonga Baka kama mchezaji huru, kwa sababu mkataba wa Henock Inonga Baka Varane na FAR Rabat utafikia ukomo mwishoni mwa mwezi Juni. Kwa hiyo mwezi Juni 2025 Henock Inonga Baka Varane atakuwa mchezaji huru. Kwa hiyo Young Africans wanaangalia uwezekano wa kuimarisha eneo lao la kati. Bila shaka wameangalia madhaifu ambayo wanayo Bakari Mwamnyeto pindi ambapo Dickson Job ama Baka tukosekana, na Young Africans of course wana ndoto ya kufika mbali zaidi kwenye mashindano ya kimataifa ambayo siku za hivi karibuni wameonekana kama hawako na consistency na hayo mashindano. Walifika robo finali hata miaka miwili haijapita, lakini sasa hivi wameshindwa hata kufuzu hatua ya makundi. So inawezekana wamenotice kwamba weakness kubwa ni eneo la beki wa kati, so wanahitaji kufanyia maboresho kwenye eneo hilo. Yes, of course Henock Inonga Baka atawasaidia kwenye engo ya uzoefu kwa maana experience, lakini vile vile style of play, nazungumzia namna ya uchezaji wake itawafavor Young Africans Sports Club. FAR Rabat msimu huu pia hawajafanya vizuri sana kwenye mashindano ya kimataifa, nazungumzia ligi ya mabingwa. Wameshia robo finali na waliondoshwa na Pyramid Football Club ya Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo of course Henock Inonga Baka alikuwa anapata nafasi sana pale FAR Rabat. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni kuona kama FAR Rabat watampa Henock Inonga Baka Varane ofa mkataba mpya ama vinginevyo, ila mpaka hivi sasa Young Africans wanaongoza mbio za kuwania kurejesha Tanzania Henock Inonga Baka Varane, kitasa cha kazi. Sasa nipe comment yako, unaona Young Africans wakiwa wamefanikiwa katika hilo kumrejesha Henock Inonga Baka Varane nchini Tanzania, ama itakuwa ni sajili ya kukurupuka? Dondosha comment yako hapa, pengine wewe utakuwa na maoni tofauti juu ya hili. La mimi binafsi naona Young Africans watakuwa wamekuja kutoa backup nzuri kwenye eneo la ulinzi ambapo wanacheza Dickson Job pamoja na Ibrahim Abdullah Baka Hamad. Mara ya mwisho beki wa kimataifa ambaye alisajiliwa na Young Africans alikuwa ni Gift Fred, lakini vile vile Mamadou Doumbia. Hao wote walikuwa failure ndani ya Young Africans Sports Club. Kwa hiyo Young Africans wanaenda kujiuliza mara nyingine tena wakiwa sokoni, je, ni kweli tunahitaji beki wa kimataifa kuja kutoa backup kwa Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Dickson Job? Hao ni maswali ambayo Engineer Hersi Ali Said, rais wa Young Africans, anahitaji kuyang'amua. Hayo ni maswali ambayo Engineer Hersi Ali Said, rais wa Young Africans, anahitaji kuyang'amua kabla hajaingia sokoni na kukamilisha usajili wa Henock Inonga Baka Varane. No doubt kila mtu anajua kabisa kwamba Henock Inonga Baka Varane ana uwezo aina gani. Kwa hiyo ni swala tu la muda kufika, na sisi kama Watanzania tunatamani kuona Henock Inonga Baka Varane ikirejea Tanzania, lakini inaweza kuwa Simba Sports Club, lakini iwe ni Young Africans wakati huu awasaidie kupiga hatua kwenye mashindano ya kimataifa, hususan ligi ya mabingwa Afrika ambayo Young Africans siku za hivi karibuni wamekuwa wakistruggle kufanya vizuri. Na mimi ni Edibili Gaston Dawala, usisahau kusubscribe kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na posti kutoka channel hii. Faida mojawapo ya kusubscribe ni kwamba nikipost kitu chochote kwenye channel hii unakuwa mtu wa kwanza kuiona taarifa hiyo mapema kabisa, lakini hakikisha umeweka notification on. Usiweka notification on kwa upande wa YouTube
utaweza kujua mpaka uingie kwenye hiyo application yako ya YouTube, ndipo utaona zile subscribe ama posti za wale watu ambao wamesubscribe ama posti za zile channel ambazo wamesubscribe zina appear on top, kwa maana kwamba zinakuwa juu kabisa. Asante.